Msikilizaji na mtazamaji wa 49 Media, leo tunaenda kuchambua dalili za mwanamke aliyemchoka mume wake au aliyemchoka mpenzi wake. Kabla hata tujafika mbali, kama wewe ndo mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli hii, na kuomba usubscribe na utani on notification kwa ajili ya video zingine zitakazofuata. Kisha tuendelee. Zijue dalili za mwanamke aliyekuchoka. Mara nyingi wanaume wengi hushangaa sana. Mbona mwanamke wangu amebadilika? Mbona siku hizi hanijali? Lakini ukweli ni huu hapa. Mwanamke hakuchoki ghafla. Huchoka taratibu. Na hizi hapa ni dalili halisi, zikianza mojawapo ya nyingine mpaka atakapofika kuondoka kabisa. Hapo mwanzo alikuwa anakupigia simu asubuhi, mchana na usiku. Alikuwa akitaka kujua umefika salama, umekula au leo umechoka. Lakini ghafla simu zinanyamaza ghafla. Ukipiga simu anaweza kupokea, lakini hana muda wa kuongea. Ukituma ujumbe anakujibu baada ya saa nyingi. Hii ni dalili ya kwanza ya wazi kabisa, moyo wake umeanza kuchoka. Dalili ya pili, majibu yake yanakuwa mafupi sana. Zamani alikuwa anaelezea kila kitu kwa undani. Sasa majibu yake ni tofauti. Mara atakwambia sawa, mara poa, mara ndio, mara hakuna. Hakuna tena, na emoji juu za mapenzi hakuna, maneno ya mapenzi hakuna, maswali ya kukujali hapana tena. Hii inaonyesha hauna nguvu ya kuweza hisia zake tena. Dalili ya tatu, hakuombi tena msamaha. Hata kama wewe ndio mkosaji, zamani alijiraumu, alilia, alijishusha. Lakini sasa hivi ukikosea anakunyamazia, na ukimuuliza kuna shida anasema hakuna. Lakini hiyo hakuna ina maana nimechoka kupigania kitu ambacho hukioni. Dalili ya nne, hakuogopi tena kukupoteza. Yaani haogopi kukupoteza. Yaani hajali, akisema basi nitaondoka. Zamani angeomba, angekuzuia, ungelia, lakini sasa sawa, hakuna hofu, hakuna wasiwasi, ndo majibu yake. Hii ni dalili hatari sana, kwa sababu mwanamke asipoogopa kukupoteza tayari amekuacha moyoni mwake. Dalili ya tano, hachokei tena makosa yako. Zamani alikuwa anaumia, alikuwa anauliza, alikuwa anakemea. Sasa akikosea anakaa kimya, si kwa sababu haoni kosa, bali kwa sababu haoni tena sababu ya kupambana kwenye hayo mapenzi. Dalili ya sita, anajifunza kuishi bila wewe. Anapanga maisha yake bila kukujulisha, anatoka bila kukuambia, anapanga mipango peke yake, anacheka bila wewe, anakuwa huru kihisia. Mwanamke akifikia hapa huondoka kimoyo kabla hajaondoka kimwili. Dalili ya saba, hapigani tena. Wanaume wengi hudhani tuko sawa kwa sababu hatugombani. Hapana, ukweli ugomvi ni ishara ya kujali. Mwanamke akiacha kupigana amechoka kabisa. Dalili ya nane, maneno yake yanakuwa ya heshima, sio mapenzi. Hakuiti tena baby, mpenzi au my love. Anaita jina lako kamili, tafadhali, asante. Heshima inabaki, lakini mapenzi yanaondoka. Dalili ya tisa, hakuulizi tena kuhusu baadaye. Yaani hakuulizi tena kuhusu maisha ya baadaye, yaani ya mbeleni. Zamani, tutaonana lini? Tutakuwa wapi baada ya miaka miwili? Lakini sasa hivi hakuna, kwa sababu hata kuweka kwenye ndoto zake tena. Dalili ya 10, anaondoa hisia taratibu. Hakukosei, hakutukani, hakupigii kelele, anajiondoa kwa utulivu. Na siku akiondoka hata jaribu kurudi. Hitimisho kabisa la funzo hili kubwa, mwanamke hakuchoki kwa sababu hakupendi. Anachoka kwa sababu amevumilia sana bila kubadilishiwa. Ukimwona mwanamke amenyamaza sana, ujue amechoka.
Ukimwona hajali, ujue amechoka. Ukimwona ametulia sana, ujue anaondoka. Hivyo, mimi nina imani kupitia hii video imekufundisha kujua dalili za mwanamke mwenye amekuchoka, mwenye ana dalili za kuondoka. Ukishaona vitu kama hivi, basi jiandae na wewe ili usije baadaye ukaumia au ukaja kulalamika au kusumbua watu. Cha kufanya, subscribe hii channel kwa ajili ya video zingine zinazofuata. Pia usisahau kulike na kucomment na kushare. Hii ni 49 Media. Asante sana kwa kunisikiliza.